Kuna watu wamegeuza huku toka akila ugali ameshiba, anakuja kunya na kukojoa huku, tunawaonaga huku mpaka wengine na usupisha nabie, acheni kunya, mnakuja huku kula kile mama kuja kuchota maji hapa, mnataka mwe familia, tabia ya kunya huku zibani, acheni kwanza. Au mnataka mtumie nguvu kali, watumie wanajeshi wako, wanajeshi mtafia kama kankanga yote ili mnapokuja tunawaona. Lakini sisi pamoja na huu ugonjwa, kuna watu wamekuwa na imani potofu, imani za kishirikina zinazohusiana na huu ugonjwa. Na ndio maana hata maneno ya Mungu anasema, yaani hebu yako mwenyewe ndio unaenda kupata changamoto kubwa, kwa sababu unaugua, unaona kabisa na alisha na kutapika, natakiwa niende hospitali mara moja, unaenda kwa mganga, anaanza kupiga sekeseke. Na mganga alitembele, unavyofika pale unaendelea kuzidiwa, anakupigia ramli, atakwambia ugonjwa utatokana na fulani kwa sababu anavua dagaa nyingi kwenye lingi. Unaendelea kuzubaa pale, unafika hospitali umeshaishiwa nguvu, matokeo yake unakufa. Sio unakuwa unajua ambayo kama ukiona jisaidia mtu akilini na lazimika ukooe ili ajue kuna mtu, au ashinde kukatisha kujua huyu mtu yuko huko ndani. Jenga choo kizuri ambacho kitakustiri. Wote tunafahamu kwamba ugonjwa unaambukizwa kutokana na kula uchafu. Njia mojawapo ya kuzuia huu ugonjwa usiendelee ni kuhakikisha vyakula vyetu vinapikwa katika uangalifu. Chakula kikipikwa vizuri kwenye joto linalozidi sentigredi 40, basi mdudu utakuwa shata kumaliza. Lakini pia kuchemsha maji. Ishi nyingine ni kunawa mikono. Unaponawa mikono mara kwa mara kwa maji safi na sabuni, unapunguza kusambaa kwa huo ugonjwa kupitia uchafu ambao ni kinyesi. Kwa hiyo jamani, taratibu ni zile zile ambazo tunazifahamu, lakini kwa kuwa tuna mazoea, tunaamini kwamba sasa Mungu anajua na nini vitu kama hivyo. Bahati mbaya uliopo ni kwamba ugonjwa unasambaa kwa haraka sana kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Unapozidi kuchelewa, unapokunywa flaji unasema ngani nisikilizie kwanza, naona aibu, ndio unazidi kujipelekea kubaya, unazidi kusababisha ugonjwa uendelee kuzaliana mwili mwako, lakini unazidi kuendelea kuambukiza ndugu zako waliopo jirani. Mwisho wa siku hayo inazidi kuwa mbaya, basi tunakuaga duniani, unaacha watoto, unaacha familia ambayo inakutegemea. Tumetarget sana mazingira ya huko kwetu ziwani, sababu pia inaonekana maji, asilimia kubwa wadudu wanakaa muda mrefu sana kwenye maji, hasa yanapokuwa pembezoni. Maji hapo yanakuwa yametuama muda mrefu. Kwa hiyo kunywa maji ya kwenye ziwani ni rahisi kupata hao wadudu, sababu wanakuwepo muda mrefu. Lakini pia kitongoji cha Isigo inaonekana kuna watu wengi ambao wanajitokeza wana magonjwa hayo ya kuhara na kutapika. Sasa ni vizuri sana tukachukua tahadhari. Tuchukue tahadhari. Ya kwanza ni marufuku kwenda kuoga mtoni, kwenda kuoga ziwani, kwenda kuoga mtoni tuache. Inawezekana mtu akaenda kuoga kule ziwani, katika kuoga, hasa hawa watoto wadogo, akiogelea kuna maji anakunywa, si ndio? Kuna maji yataingia mdomoni. Kupitia hayo maji yanayoingia mdomoni, inawezekana hakutarajia, lakini kwa bahati mbaya anapata haya magonjwa ya kuhara na kutapika. Tusiende kufua nguo mtoni au ziwani. Tusiende kuosha vyombo mtoni au ziwani. Atakayekutwa anaosha vyombo kule ziwani atakamatwa, atatozwa faini. Sasa kwa nini utozwe faini jamani? Lengo kwamba tunataka uwe na uchumi mzuri, ufanye biashara kule ziwani, tuende tukafanye biashara. Lakini jambo jingine, kwa mujibu wa utabiri wa hali ya hewa, mwaka ujao au msimu ujao utakuwa na mvua nyingi. Sasa kama utakuwa na mvua nyingi, ni wazi kabisa wale wote ambao tuko kwenye mabonde, tuko mabondeni, ni waombe tuanze kuhama kuanzia sasa. Tuanze kuhama kuanzia sasa, kwa sababu utakapofika wakati mvua zimeanza kunyesha, wewe upo bondeni, umekutwa na mafuriko, moja, tutakukamata kwa sababu tumeshatoa tangazo, hujataka kulifuata, hujataka kulitekeleza.
tutaihimiza serikali yetu ya kijiji cha Ikola kuhakikisha kwamba kwenye yale maeneo ya wale watu ambao walikuwa ni wahanga wa maji ambao walikuwa wametakiwa kupewa maeneo, basi wakamilishe zoezi hilo kwa kushirikiana na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya yetu ya Tanganyika. Orodha yao inajulikana, idadi yao inajulikana. Kwa hiyo hatutegemei kwamba tutakuwa tuna watu wapya. Hapana, tuna watu ambao wanajulikana. Lakini pia tunapokea wageni. Kwenye maeneo mengi ambayo tumepita, tumekuta kuna maeneo ambayo chumba kimoja kama hii hapa, kama chumba cha duka hiki, wanakaa watu 8 humo ndani. Jamani, mnaishiishije humo ndani? Unakuta wanakula, wananawa kwenye chombo kimoja. Haya magonjwa tutaweza kuyapata? Lazima tutayapata, tunayakaribisha, si ndio? Sasa tutafanya msako. Wale watu wote ambao wamekuja wanajirundika ndani ya chumba kimoja, wanakaa watu 10, wamekuja kina mama wapo 10, mmetoka hapana. Huo sio ustaarabu. Lakini pia vyoo tunavyotumia, watu wapo 10, hakuna choo hata kimoja. Hawa watu wanakwenda wapi?